Kabla ya kuinuka kwa falme kuu, kabla ya mahekalu ya Misri na Mesopotamia kutawala upeo wa macho, kabla ya magari ya chuma kuvuma katika tambarare za ulimwengu wa kale, kulikuwepo watu wa jangwani. Miongoni mwao walikuwa Waamaleki, watu wa jangwani, ambao jina lao lingeendelea kuishi katika kumbukumbu hata baada ya kutoweka kwao. Hawakujenga makumbusho ya kudumu, hawakuacha maandishi ya kifalme, wala hawakuacha miji ambayo magofu yake yangetangaza ukuu wao. Hata hivyo, walikuja kuwa miongoni mwa watu waliokumbukwa zaidi na kuogopwa katika historia ya Biblia. Simulizi lao limehifadhiwa kupitia maandiko matakatifu, maandishi ya mwanahistoria wa kale Flavius Josephus, na mapokeo ya vizazi vilivyofuata. Swali linabaki, Waamaleki walikuwa nani? Kulingana na kitabu cha Mwanzo, Waamaleki walihusishwa na familia ya Esau. Mwanzo unaandika kwamba Amaleki alikuwa mwana wa Elifazi, ambaye alikuwa mwana wa Esau. Hii ilimaanisha kwamba Waamaleki walikuwa ndugu wa mbali wa Waisraeli, kwa kuwa Esau alikuwa ndugu yake Yakobo. Mataifa yote mawili yalifuatilia asili yao kwa Isaka na Ibrahimu. Hivyo, mgogoro wa muda mrefu kati ya Israel na Amaleki haukuwa tu vita vya wageni, bali ulikuwa mapambano kati ya matawi ya familia moja ya mababu. Hata hivyo, wasomi wameona ugumu fulani ndani ya maandiko ya Biblia. Katika kitabu cha Hesabu, Amaleki anaitwa wa kwanza wa mataifa. Lugha hii inaashiria watu wa zamani waliokuwepo kabla ya nasaba hiyo rahisi. Kwa hiyo, baadhi ya watafiti wanaamini Waamaleki huenda walikuwepo kama muungano wa makabila ya jangwani kabla ya mtu aitwaye Amaleki, na baadaye wakachukua jina lake au kuunganisha ukuu wake na kundi hilo lililokuwepo tayari. Waamaleki waliishi maeneo makavu ya kusini mwa Kanaani, hasa Negevu, jangwa la Sinai na maeneo ya jangwani kuelekea Arabia. Haya hayakuwa mashamba yenye rutuba, bali maeneo ya mawe, mchanga, upepo mkali na joto kali lisilokoma. Maeneo hayo yalihitaji uvumilivu, uwezo wa kusafiri na nguvu. Katika mazingira hayo, Waamaleki wakawa wahamaji na wapiganaji waliobobea. Walihama na mifugo yao, mahema yao na misafara yao, wakiishi mahali ambapo watu wa mijini wangeshindwa. Maisha yao yaliunda mbinu zao za vita. Hawakutegemea kuta wala ngome za kudumu. Badala yake, walitegemea kasi, maarifa ya mazingira, mashambulizi ya kushtukiza na kutoweka upesi jangwani. Makabila mengi ya jangwani yalitumia ngamia kama silaha ya kijeshi, wakisafiri mbali kwa maji machache na kushambulia ghafla misafara au makazi. Uwezo huu wa kusonga uliwafanya Waamaleki kuwa adui hatari sana. Uchunguzi wa arkeolojia umeonyesha uwepo wa wahamaji wa mifugo katika Negevu na Sinai wakati wa enzi ya shaba na chuma, ingawa hakuna maandishi au miji iliyothibitishwa kuwa ya Waamaleki. Kutokuonekana kwao sana katika arkeolojia kunalingana na maisha ya watu waliokuwa daima wakihama. Kuonekana kwao kwa kwanza kwa umuhimu mkubwa katika historia ya Israeli kulikuwa wakati wa kutoka. Baada ya kuondoka Misri, Waisraeli waliingia jangwani wakiwa watu dhaifu, watumwa wa zamani, wasiozoea vita, wamechoka kwa safari na wanategemea msaada wa Mungu. Ni katika wakati huu wa udhaifu ndipo Waamaleki walipowashambulia huko Refidimu. Kutoka inaandika kwa kifupi. Ndipo Amaleki akaja, akapigana na Israeli huko Refidimu. Musa alimchagua Yoshua kuongoza vita, huku yeye akisimama juu ya kilima akiwa na fimbo ya Mungu mkononi. Kadiri Musa alivyoinua mikono yake, Israeli walishinda. Mikono ilipochoka na kushuka, Amaleki walipata nguvu. Haruni na Huri waliweka jiwe chini yake na kuishikilia mikono yake hadi jua lilipotua. Yoshua akamshinda Amaleki. Tukio hili likawa mojawapo ya matukio yanayokumbukwa zaidi jangwani, likionyesha utegemezi kwa nguvu za Mungu na msaada wa jamii. Baada ya vita hivyo, Mungu alitangaza,
kwamba kutakuwa na vita na Amaleki kizazi hata kizazi, na kufanya tukio hilo kuwa zaidi ya pambano moja la kawaida. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati baadaye kinaeleza kwa nini Amaleki alihukumiwa vikali. Badala ya kupigana uso kwa uso kwa heshima, waliwashambulia nyuma ya msafara wa Israeli, ambako walikuwepo dhaifu, waliochoka, wazee na waliobaki nyuma. Waliwalenga wale wasioweza kujitetea. Katika mfumo wa maadili wa Biblia, hili halikuwa tu shambulio, bali ukatili wa makusudi. Kumbukumbu la Torati linaongeza kwamba Amaleki hakumcha Mungu, likionyesha tendo hilo kama uovu wa kijeshi na wa kiroho. Wakati huo huo, wanahistoria wanakubali kuwa tunayo simulizi ya upande mmoja tu wa Israeli. Huenda wa Amaleki waliona kundi kubwa la watu likivuka maeneo yao na kutishia maji na malisho. Toleo lao limepotea. Kilichobaki ni tafsiri ya Israeli. Amaleki akawa mfano wa uadui wa kikatili dhidi ya walio dhaifu. Kwa hiyo, Israeli waliamriwa kukumbuka walichofanyiwa na siku moja kufuta tishio hilo. Karne nyingi baadaye, agizo hili lilimkabili mfalme wa kwanza wa Israeli, Saul. Kupitia nabii Samueli, Sauli aliamriwa kuwapiga Waamaleki na kuwaangamiza kabisa. Sehemu hii ni mojawapo ya vifungu vigumu zaidi kimaadili katika Agano la Kale na imejadiliwa kwa karne nyingi. Wengine huiona kama lugha ya vita ya wakati huo, wengine kama hukumu ya kiishara au kujitenga kwa agano. Hata hivyo, simulizi linazingatia utii wa Sauli. Sauli aliwashinda Waamaleki, lakini alimwacha hai mfalme Agagi na akahifadhi mifugo bora. Samueli alipofika, alisikia sauti za kondoo na ng'ombe, akafunua kutokamilika kwa utii wa Sauli. Samueli akasema maneno maarufu, kutii ni bora kuliko dhabihu. Kwa sababu Sauli alikataa neno la Mungu, alitangazwa kuwa amekataliwa kuwa mfalme. Hivyo, kampeni dhidi ya Amaleki ikawa hatua ya kuanguka kwa Sauli. Josephus baadaye alimweleza Sauli kama mtu aliyeharibiwa si kwa uovu, bali kwa hesabu za kisiasa na udhaifu wa kiroho. Waamaleki pia wanaonekana katika maisha ya Daudi. Wakati Daudi na watu wake walipokuwa mbali, wavamizi wa Amaleki walishambulia Siklagi. Wakauchoma mji na kuwachukua wanawake, watoto, mifugo na mali. Daudi na wafuasi wake walilia mpaka hawakuwa na nguvu tena. Katika huzuni yao, baadhi walitaka kumpiga mawe, lakini Daudi akajitia nguvu katika Bwana. Akawafuata Waamaleki, akawashinda na kurejesha kila kitu. Hakuna kilichopotea. Tukio hili linaonyesha uongozi wa Daudi, uimara wa moyo na ustadi wa kijeshi. Lakini pia linaonyesha kwamba Waamaleki waliendelea kuwa wavamizi hatari katika kipindi hicho, wakitenda kutoka mipaka ya jangwani. Muda mrefu baada ya enzi ya wafalme, kumbukumbu ya Amaleki ilirudi katika kitabu cha Esta. Humo Hamani anatambulishwa kama Mwagagi, akirusishwa kwa ishara au huenda kwa nasaba, na Agagi, mfalme wa Amaleki aliyeachwa hai na Sauli. Hamani alitaka kuwaangamiza Wayahudi katika milki ya Uajemi. Aliyempinga alikuwa Mordekai, Mbinyamini, kabila lile lile la Sauli. Wasomi wengi wanaona mpangilio wa kifasihi hapa. Pale Sauli alikoshindwa kumaliza jambo la Agagi, Mordekai na Esta walifanikiwa dhidi ya Hamani. Iwe Hamani alikuwa mzao halisi wa Amaleki au la, simulizi linatumia jina la Mwagagi kumweka kama mwendelezo wa uadui wa kale dhidi ya watu wa Mungu. Hivyo Amaleki akawa zaidi ya kabila, akawa ishara ya uovu unaojirudia. Wakati fulani katika historia, Waamaleki walitoweka kama taifa linalotambulika. Maandiko yanataja mabaki yao yakishindwa, ikiwa ni pamoja na kampeni katika Mambo ya Nyakati wa Kwanza, ambapo manusura wa Waamaleki walipigwa katika Negevu. Baada ya hapo, wanapotea katika kumbukumbu. Kutoweka kwao huenda kulitokana na mambo kadhaa: vita, kuhamishwa, kuunganishwa na makabila jirani na kufyonzwa na falme kubwa kama Ashuru, Babeli na Uajemi. Watu wahamaji wasiokuwa na miji au maandishi mara nyingi waliingia katika mataifa mengine bila kuacha alama wazi.
Mapokeo ya Kiyahudi hata yalifundisha kwamba mfalme wa Ashuru Senakerib alichanganya mataifa kiasi kwamba asili za makabila hazingeweza tena kutambuliwa. Hii ilifanya iwe vigumu kabisa kumtambua Amaleki halisi. Arkeolojia inaunga mkono hitimisho kwamba ingawa wahamaji wa jangwani walikuwepo, Waamaleki hawakuendelea kuwepo kama taifa linalojulikana. Hata hivyo, ingawa watu walitoweka, ishara ilibaki. Katika mapokeo ya Kiyahudi, Amaleki akawa mwakilishi wa nguvu kubwa kuliko kabila moja. Mafundisho ya marabi yalihusisha Amaleki na mwelekeo wa uovu ndani ya mwanadamu, tabia ya kuchagua mabaya huku akijua mema. Mafundisho ya siri yalihusisha Amaleki na mashaka, kama sauti ya ndani inayokataa maana, inayodhihaki vitu vitakatifu na inayohalalisha ukatili. Kwa maana hii, Amaleki hakuwa tu adui wa nje, bali pia wa ndani: chuki, dharau, vurugu na tamaa ya kuwadhuru walio dhaifu. Ishara hii ilikuwa na nguvu, lakini pia ilikuwa na hatari. Wafikiri wa dini walionya dhidi ya kuwaita watu wa sasa Amaleki, kwa sababu chuki ya kiishara inaweza kutumiwa vibaya na kuleta maangamizi. Hivyo, kumbukumbu ya Amaleki ikawa onyo dhidi ya uovu na pia onyo dhidi ya kuwatia wengine pepo bila haki. Basi, Waamaleki walikuwa nani? Kihistoria, walikuwa watu halisi wa jangwani, wa Mashariki ya Kale, wapiganaji wahamaji waliokaa Negevu na Sinai tangu enzi ya shaba hadi enzi ya chuma. Kulingana na mapokeo ya Biblia, walitokana na Esau kupitia Amaleki. Walipigana mara nyingi na Israeli, walivamia makazi na hatimaye wakatoweka katika mikondo ya historia ya kale. Lakini pia wakawa kitu zaidi ya historia, wakawa ishara ya ukatili dhidi ya wasioweza kujitetea, uadui dhidi ya haki na vita vya maadili ndani ya moyo wa mwanadamu. Falme zilipanda na kuanguka, miji iligeuka kuwa mchanga, lugha zilipotea, makabila yalisahaulika, lakini jina Amaleki lilibaki, si kama taifa, si kama watu wanaoishi leo, bali kama onyo. Ikiwa umependa historia hii, subscribe, like, share, comment, kisha acha historia iendelee kuzungumza.